Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma Mtume Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi, kisa chetu cha leo ni vita vya Uhud, Mtume na masahaba zake salawatullahi wassalamu alayhi na masahaba ridwanullahi alayhi. Kisa chetu cha leo ni katika vita hiyo vya Uhud. Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wako sehemu walifatwa na Abu Sufyan bin Harb. Akawauliza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, afikum Muhammad, je, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimu yuko nanyi? Mtume akawaambia masahaba, la tujibuhu, simjibu. Sahaba akanyamaza. Akauliza tena, afikum ibn Abi Quhafa, je, yuko ibn Abi Quhafa ambaye ni Abu Bakar bin Siddiq? Mtume akawaambia masahaba, la tujibuhu, simjibu. Akauliza tena, afikum Umar bin Khattab, je, Umar bin Khattab yuko? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, la tujibuhu, msimjibu. Akamwambia la tujibuhu, msimjibu huyo. Haya, akasema Abu Sufyan bin Harb, matu thalas, wote wamekufa. Umar bin Khattab akashindwa kujizuia, akasema kadhabta ya adu Allah, ewe adui wa Mungu, umesema uongo. Haya, akataja naye akaongea akasema al Hubal, yani Hubal ni masanamu yao, moja katika masanamu yao yuko juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, ala tujibu, hivi hamumjibu? Masahaba akasema, madha naqulu lahu ya Rasulullah, tumwambia nini ewe mjumbe wa Allah? Mjumbe wa Allah salawatullahi wasalamu alaihi akawaambia masahaba, qulu lahu Allah a'la wa ajal, mwambieni Allah ndio yuko juu, yeye ndio mtukufu. Aya, akaongea tena akasema hivi, la nal izzatu wala izzata lakum, sisi ni watukufu, utukufu ni wa kwetu sisi, nyinyi hamna utukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, ala tujibu, hivi nyinyi hamumjibu? Wakamwambia kama kawaida yao, madha naqulu lahu ya Rasulullah, tumwambie nini mjumbe wa Mungu? Mjumbe wa Mungu salawatullahi wasallam alayhi akawaambia, qulu lahu, maambieni, qatlana fil janna wa qatlakum fil nar, waliokufa katika nyinyi wako ambao ni washirikina wako motoni, waliokufa katika sisi wako peponi. Kwa hapa panaonyesha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia msimjibu, na wakati mwingine anamwambia je, hamumjibu? Pale alipokuwa anaongelea wanadamu akasema msimjibu, anavyowaulizia. Na anapoingilia dini ya Allah na mambo yake akasema lazima mumjibu, kwa sababu ameingia kwenye tauhid, atatuingiza kwenye ushirikina. Maana yake ni hivyo. Kwa hiyo utamjibu yule ambaye unaona anafaa kumjibu, utamjibu, na utayajibu yale ambayo yanafaa kuyajibu. Na ukiona yani katika hichi kisa ina mambo mengi, na ukiona faida nyingine katika wenye kusikiliza, wasikilizaji, mkiona kuna faida nyingine muniandikia kwenye comment, na tushirikiane katika kufikisha mbali khair. Adalu ala alkhair kafaili, yule ambaye ataonyesha khair mwenzake ni kama yule aliyefanya. Mimi na wewe tutakuwa sawa. Atakayekuja nyuma yetu akafikisha ujumbe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zake ilikuwa hivyo, na si tuishi namna hiyo, basi na wewe unapata thawabu na itakuwa sadaka jaria bihaulillahi wa quwwati, kwa nguvu ya Mungu, sio nguvu yetu sisi. Kwa mimi ninachotaka ni like, share,
comment, wafikishie kila ambayo anapenda kheri na kila Muislamu, ili apate kufahamu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam namna anavyotaka tuishi, au namna alivyotaka tuishi mpaka leo. Wa ila huna aqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.